Nimekuwa nakutolea mifano ya wadada ambao walifanyaga maamuzi wakasema, bwana niolewe na mtu mwenye hela, kumbe mtu mwenye hela sio hela. Bwana Yesu asifiwe. Na huko waliokutana nayo ni shida. Na wakati mwingine tunawaambia wadada, si nzuri sana kukuta, yani utake kuoana na mtu ambaye kachuma kila kitu. Yani kila kitu anacho, hela, yani hela anazo, nyumba anayo, magari anayo, yani kila kitu. Yani unataka uende pale ukalishe tu mambo yako pale, utazame na TV. Si nzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu utakavyoenda ndivyo utakavyorudi. Na wakati mwingine unakuwa hauna nguvu ya kumwambia mtu kitu, kwa sababu kila kitu umekikuta. Huna hiyo nguvu. Una nguvu ya kumshauri. Unamshauri nini mtu ambaye amechuma vitu vyote? Unamshauri kitu gani? Na hisi kwa sababu kama ameweza kujenga hayo yote wakati haupo, una maana gani? Akili yake inateleza, huyu anayekuja hana maana, kwa sababu huko ananipigia kelele nioe, basi wacha tu nioe. Lakini sio sahihi sana. Ukimpata wa kimungu ni sawa. Lakini tunaona shughuli nyingi sana ya wadada wengi ambao walikimbilia waende sehemu ambako wana kila kitu, na imekuwa ni tabu sana. Ni nzuri sana mtu ambaye mtachoma naye, mtu ambaye ana mwelekeo, ana maono, unajua kabisa mtajenga naye. Huyu mtu hata baadaye ni rahisi sana hata kumshauri vitu akakusikiliza. Na wababa ni washauri. Mama akichuma na wewe ule naye, basi sio baada ya kuchuma ndio unatafuta mtu mwingine wa kula naye. Kama mama mke wako alikuweko juani kuchuma, hakikisha mnakula naye.